Bwana, mambo vipi? I hope upo poa na of course unaendelea kutufuatilia. Na kama ni mara yako ya kwanza, basi chini ya video hii kuna maandishi mekundu hapo ama meusi yameandikwa subscribe. Make sure unabonyeza hapo kisha unabonyeza alama ya kengele ili usipishane na usipitwe na taarifa zetu kila tunapokuwekea. Tupo tunaendelea kupiga story na wasanii mbalimbali tuweze kujua namna gani ambavyo wamefanya story za maisha yao, tuweze kujua, tuweze kujifunza kama shabiki ama unamfuatilia uweze kufahamu pia msanii wako ana vitu gani ambavyo vipo kwa ajili yako wewe. Sasa mbele yako tupo na brother hapa, najua atajitambulisha mwenyewe, utamfahamu, utajua vitu vingi sana kutoka kwake. I hope unaendelea kuenjoy, make sure una subscribe hapo, unabaki hapa kwa ajili ya kuendelea kupata update zote ambazo za kiburudani, za sanaa kama hivi. Tunaenda kupiga story kibao. Bwana brother, mambo vipi? Salama, habari yako? Nzuri. Za siku? Salama kabisa. Za majukumu? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Unajua mtazamaji wangu atakuwa anapenda kufahamu majina yako ya sanaa. Jina langu ya sanaa mimi naitwa Dege. Dege the Don. Unafanya, unaimba au una dance? Na sasa hivi sekta zimekuwa ni nyingi sana. Mimi naigiza. Mimi ni msanii wa maigizo. Mimi ni mwigizaji. Okay. Umetuambia una vitu vingi sana ambavyo natamani kushare na sisi watazamaji, mashabiki zako waweze kufahamu. Stori yako kidogo mpaka kuwa Dege ilikuwaje kuwaje? Ilikuwa ni rahisi, ilikuwa ni ngumu, ilikuwaje kuwaje? Historia yangu imetokana na kwanza kabisa toka nilipokuwa mdogo. Kuna vipindi vya televisheni tulikuwa tunaviangalia na mimi nilikuwa navutiwa sana. Moja wapo kuna baadhi ya movie miaka yetu ya 80, wale wakongwe kwa Kiswahili cha kisasa wanasema wahenga. Kuna movie inaitwa sikumbuki jina lake vizuri, lakini ni ya maisha ya msituni, inaitwa Bushman kama sikosei. Ni moja wapo ya tembea na chupa ya soda. yenyewe inaelezea ni kisa cha baba ambaye alipoteza watoto wake msituni. Kwa hiyo hapo moja wapo ilikuwa ni hiyo kazi ya Bushman. Niliangalia, nilivutiwa nayo sana na nilipenda uigizaji ule. Na kuna story nyingi, kuna filamu nyingi sana ambazo katika maisha yangu nimewahi kuzitazama. Naweza kusema zilininspire au zilinishawishi mimi kuingia kwenye tasnia ya uigizaji. Mwanzo ulianza ukiwa na miaka mingapi? Yaani achana kuangalia, kwanza kuigiza. Mimi nimeanza kwa mara ya kwanza nimeanza kuigiza mwaka 2009. Zamani kidogo. Ni zamani kidogo. Imepita miaka kadhaa. Kuna movie yote ushawahi kuitoa mpaka sasa hivi au unafanya tu video clip? Kuna movie nyingi tumeigiza. Nimeigiza filamu moja inaitwa Binti Yangu. Ile niliigizia pale kipindi kile wakati tuko Gongo la Mboto. Tulikuwa na vijana wenzangu pamoja na madirector ambao tulishutia kule. Lakini pia kuna filamu moja tumeshutia mkoa wa Pwani. Kama mshawahi kuitazama mara moja mara mbili, imekuwa ikionyeshwa kwenye channel moja maarufu sana. Inakwenda kwa jina la Kuvuja kwa Pakacha. Of course ni movie nyingi sana ambazo umeshafanya mpaka sasa hivi. Sasa nini ambacho labda una enjoy ukiwa unafanya shughuli zako za sanaa? Kwanza vipo vingi ambavyo na enjoy, lakini kubwa zaidi naelimisha jamii. Kwa sababu mwisho wa yote sanaa yetu imekusudia kutoa ujumbe ama kuelimisha jamii iweze kufahamu kwamba kuna changamoto nyingi. Maisha ya binadamu yamejaa visa na mikasa na matukio mbalimbali. Kupitia yale matukio na uigizaji ule pale, mtu anaweza akajifunza kwamba ikiwa hivi basi inakuwa hivi, mtu anaweza kutatua tatizo lake au changamoto yake. Tupitishe, ilikuwa ni ngumu kiasi gani mpaka kufika hapa? Safari yangu ya kufika mpaka hapa naweza kusema sikupata ile connection ya moja kwa moja mpaka nikaweza kuingia katika kukutana
kuna marafiki zangu ambao, kwa sababu mimi nimezaliwa mkoani, nimekulia mkoani, lakini kadri maisha yalivyoenda nimefikia utu uzima, kuna marafiki zangu ambao walikuwa wakiishi hapa Dar es Salaam. Kuna message ambazo walinipatia au kuna connection fulani ambayo waliniunganisha nayo mpaka nikaja hapa Dar. Lakini haikuwa rahisi safari yangu ya kutoka mkoani mpaka kuja hapa. Nimepitia changamoto nyingi sana mpaka kuweza kukutana na huyo rafiki yangu, lakini namshukuru sana mpaka leo yupo. Mungu amjalie rehema na maisha ya heri, kwa sababu ndiye aliyenisaidia mpaka leo hii mnaniona nimekuwa na jina kubwa, nimekuwa msanii mkubwa, ni kutokana na yeye. Lakini kulikuwa na changamoto kwa sababu kila kitu unaofahamu kina pande mbili za shilingi. Yapo mafanikio na zipo changamoto mbalimbali, lakini sitaziongelea sana kuhusiana na changamoto kwa sababu ni sehemu ya maisha, lakini mafanikio pia naweza nikaongelea kwa kiasi, sio yote. Kwa kifupi naweza kusema hivyo. Kwa ilikuwa ni safari nzito sana ambayo umepitia mpaka kufika hapa. Ni kitu gani ambacho labda umejifunza kwa kazi ambazo umefanya mpaka sasa? Nimejifunza mambo mengi. Kwanza kabisa, tukianza na tasnia yenyewe, katika jamii wapo ambao watakusapoti na wapo ambao watakuwa against na wewe, wataenda tofauti na wewe, hawatajali ile itikadi zako na mienendo yako na kazi zako unazozifanya. Kwa hiyo katika jamii hawakosekani watu kama hao, lakini mimi kutokana na ni jasiri, napenda kujipa kifua cha ujasiri. Nimepitia changamoto nyingi na mpaka sasa naendelea kukabiliana nazo, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia, mwingi wa rehema, amenijalia afya tele kama hivi, nazidi kupambana. Lakini kikubwa zaidi ambacho nimejifunza, watu tusikate tamaa. Amini kwamba ipo siku Mwenyezi Mungu atajalia, utaweza kufanikiwa. Utaweza kufanikiwa katika jambo lolote unalolifanya, basi ukitia nia pale na ukajizatiti ukaweka moyo wako pale, Mwenyezi Mungu huwa anabariki, kama nilivyo mimi leo. Wengi wasanii wengi wanasema kwamba nyumbani kama walikuwa wanaenda against na mimi, lakini nikakomana ndoto zangu nikafika hapa. Nataka kufahamu, mashabiki zangu pia wanataka kufahamu, familia yako, namaanisha wazazi, wakina wajomba nini, ilikuwa ni rahisi au ilikuwa ni ngumu kiasi gani kukubaliana kama wewe mtoto wao unakuwa msanii? Kwanza kabisa sikuliweka wazi toka mwanzoni. Mwanzoni nilikuwa nikifanya kwa kificho kidogo, kwa sababu wao nilivyotoka mkoani nikaja hapa niliwaambia kwamba nakuja Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya kazi, lakini sikuambia kwamba naenda kufanya kazi. Niliambia kwamba naenda kufanya kazi ambayo sifahamu. Kuna rafiki yangu ambaye ameniunganishia kule, kwa naamini katika shughuli zangu za kutafuta maisha. Kwa ndicho wao walichokijua, lakini mimi alikuwa ameshanidokezea yule rafiki yangu kwamba kuna 1 2 3 kutokana kipaji changu mimi nilikuwa natamani sana nikiendeleze toka nikiwa mdogo. Kama nilivyokueleza hapo awali, nilikuwa navutiwa sana na sanaa ya uigizaji. Kwa hiyo baada ya kutoka kule kuja huku, nilianza kufanya kazi zangu kwa kisiri kidogo, au naweza kusema kwa kificho, lakini mwisho wa siku anasema hakuna marefu yasiyo na ncha. Kwa hiyo mwisho wa siku wapo baadhi ya ndugu zangu wakaanza kuniona, bwana, tumekuona kwenye channel fulani, tumekuona kwenye TV, tumekuona kwenye clip huko katika filamu moja inaitwa Kuvuja kwa Pakacha. Nikamwambia ndio, ni mimi, lakini tulikuwa pale tunafanya kama kazi. Wakaniambia, sasa vipi, mbona unaigiza kule ambao ni tofauti kidogo na maadili yale ya familia zetu? Unajua sisi katika familia yetu hatuna waigizaji, lakini wapo wengine baadhi ambao na ndugu zangu ambao ni walimu na maengineer na wenye fani zingine za kitaaluma zaidi, lakini sio katika fani hii ya uigizaji ya sanaa. Kwa hiyo wengi hawakubaliana na mimi mwanzoni, lakini kutokana na mafanikio yangu niliyoyapata sasa, wameanza kurealize, wameanza kukubali kutokana na vitu vyangu vimekuwa vikionekana. Sasa hivi nimeshajenga nyumba yangu pale Tabata, na inshallah Mwenyezi Mungu kanijalia nimenunua gari kama mmeiona pale nje, nimeiona BMW X1 ile pale, kupitia kazi zangu hizi za sanaa. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu sasa hivi nimekuwa na mafanikio, na ndugu zangu wale wote ambao walikuwa against na mimi
sasa hivi wameanza kukubali na wameanza kuendana na mimi, wanakuunga mkono. Wananiunga mkono kwa kifupi. Bwana, tupo tunaendelea kupiga story, tupo na msanii hapa wa maigizo Bongo Movie wenyewe anakuambia sasa. Ni Bongo Movie Nasa Bongo Movie au nini? Kazi zote za sanaa ya uigizaji kwa hapa Tanzania tunaweza kusema ni Bongo Movie, kwa sababu movie ambazo ziko hapa Bongo au sanaa za majukwani. Hivi sanaa za majukwani ndio vichekesho au ndio zile comedy? Hizo za majukwani ukiachana na hizo, lakini sisi tunafanya zile ambazo sio live za kuigiza. Ni movie ambayo inakuwa ina production zake na madirector wake na maproducer wake, kwa hiyo ni kazi ambayo inaandaliwa kwa ni Bongo Movie. Ni movie kwa sababu sisi tunaigiza, achana na zile short stories, sisi tunaigiza long story ambazo ni ndefu zaidi, filamu ndefu na inachukua masaa 2-3. Hivi hamjafikiria, sijajua au ndio hiyo Bongo Movie kuna Nollywood nini, Nollywood ile Hollywood Bongo au ndio Bongo Movie? Hiyo au Tanzania. Kwa hapa mimi naweza kusema ni Bongo Movie tu inajitosheleza. Hayo majina mengine ya nje sijafuatilia, sifahamu sana kiundani, lakini kwa lugha rahisi Bongo Movie mimi nafahamu ni movie zetu za hapa ndani Tanzania. Ni msanii gani ambaye unatamani kufanya naye kazi na bado hujafanya naye kazi kwa upande wa maigizo? Wapo wengi sana kwa upande wa maigizo, naweza kusema, kwa sababu mimi kutokana na kipaji changu na ile hobi yangu ya mimi kuigiza, mimi natamani kufanya kazi na wasanii wale wakubwa. Wapo wasanii wakubwa kama kina JB, kina Gabo, na wasanii wengine wakubwa ambao mnawajua nyie wanaigiza movie, lakini ni wengi sana, siwezi kuwataja wote, lakini kwa kifupi napendezewa na wale mastaa wote. Mimi naweza kufanya kazi na mtu yeyote, awe ni underground, awe wa chini, awe wa juu, mimi naweza kufanya naye kazi, na ninafurahia kuigiza na kila mtu, kwa sababu naamini sanaa siku zote. Hata kuna msanii mmoja aliimba kwamba mbuyu ulianza kama mchicha, lakini mbuyu haujawahi kuwa mchicha. Ina maana kwamba kitu kinaweza kikaanza kuanzia chini kwenda juu, lakini kishafika juu, kama huu mti unaoona leo hapo nje, ulianza mdogo, lakini hauwezi tena kuwa ule mdogo. Sijui unanielewa maana, unakuwa umekuwa. Kwa hiyo kitu chochote, msanii yeyote, tushikane mikono, kwa sababu hata wale wadogo ambao tunaamini ni underground wanaweza kufikia katika level za juu zaidi na wakawa wakubwa, na tukaweza kuinua vipaji vingi zaidi kwa hapa nchini kwetu. Hivi ulisema uliondoka tu ukasema kwamba naenda kujitafutia maisha. Upande wa elimu ulishia kidato gani au chuo au ulifika wapi? Hapana, sijasoma huko chuo. Mimi elimu yangu ni kidato cha 4 tu. Darasa la 4. Kidato cha 4 nimeshia form 4. Form 4. Ndio. Kwa maana yake unatamani kujiendeleza au maana yake ndo au yani umekaje au utaishia tu hapo hapo? Siwezi kujua heri za Maulana, lakini naamini kama baadaye fursa ikija kutokea tutakuja kusoma zaidi, kwa sababu elimu ni ukombozi. Siku zote mimi naamini kwamba elimu ni ukombozi. Kwa hiyo ili tuweze kufanya kazi zetu, au niseme kufanya kazi zangu kiustadi zaidi, nitahitaji niwe na elimu fulani, nipate ujuzi, nijue lugha, hata tukaenda nchi za nje, kimataifa zaidi. Ni kitu gani ambacho kinakuchukiza kwenye kiwanda cha Bongo Movie? Sio vizuri sana kuviongelea vitu ambavyo vinachukiza, kwa sababu inaweza kuwa kuna mtu ambaye anatamani kuingia katika sanaa hii ya uigizaji ukawa umemkatisha tamaa. Basi ni kitu gani ambacho nakifurahia zaidi? Naweza nikakujibu vyote. Vipo vinavyonichukiza, umeona? Kwa mfano vitu vinavyonichukiza ni watu ambao wapo katika nchini kwetu lakini hawapendi kusupport kazi zetu za sanaa za hapa nchini kwetu. Wanaita Bongo Movie, basi wanaangalia tamaduni za kimataifa na movie ambazo wanasema za Kikorea huko mtaani ambazo zimetafsiriwa za nje. Hawapendi kudumisha zile tamaduni zetu na movie ambazo ziko ndani. Lakini
Kwa upande wa pili, kitu ambacho kinanifurahisha katika kazi zetu, nimependa sasa hivi kwa sababu media kubwa kubwa kama Azam sasa hivi zimeanza kutilia mkazo katika sanaa zetu za hapa nchini kwetu. Wamekuwa wakionyesha filamu zetu zinaonyeshwa mpaka sasa hivi. Nyinyi waandishi wa habari mmeweza kufika hapa ni kwa sababu mliniona kupitia hizo media. Kwa hiyo nazipongeza media na nipende kuzitia moyo ziendelee na hali hiyo hiyo, kwa sababu zitainua vipaji vingi na sisi wasanii pia tutaweza kuwashika mkono watu wengine wanaotufuatilia, mashabiki zetu. Cha kumalizia ni kipi ambacho ulikuwa unatamani kushare na mashabiki zako ambao wanakufuatilia muda huu hapa? Unajua ambacho unatamani kuwaambia? Natamani zaidi kuwaambia kwamba fursa haichagui sekta. Fursa haichagui sekta, kwa sababu sehemu yoyote ile inaweza kawa ina maslahi kwako. Huwezi jua Mungu kakuandikia kitu gani. Kwa hiyo wasisite kujaribu, kama vijana wenzangu wasiache kujaribu fursa mbalimbali kama hizi tulizopo sisi za kuigiza. Mwenyezi Mungu inshallah atakujalia, unaweza kukuta mlango wako wa rehema wa kufanikiwa kimaisha upo huko. Kwa hiyo niwasisitize niwatie hali vijana wenzangu wafanye vitu mbalimbali mradi viwe ni halali kwa ajili ya kujipatia kipato na kuweza kuinua ndoto zao kuzifikia. Wasikate tamaa, wasisikilize maneno ya watu. Hivyo kwa kifupi naweza kukwambia. Bwana, tulikuwa tunapiga story na msanii wa Bongo Movie. Na of course tumejifunza vitu vingi, tumefahamu vitu vingi ambavyo tulikuwa tuvijui kuhusu sekta nzima ya Bongo Movie. Binafsi naishia hapa, lakini make sure chini ya video hii hayo maandishi yale subscribe hayo mekundu ama meusi, make sure unabonyeza hapo, kisha unabonyeza alama ya kengele. Unaogopa upishane taarifa zetu kila tunapoziweka, na unaogopa mtu wa kwanza kabisa kupata update zetu zote ambazo tunakuwekea hapa. Nikuache kwa sasa, mengi na mazuri zaidi yanakuja. Kama nimekuambia, subscribe, baki hapa kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi. Asante.